Haleluya watu wa Mungu, na mshukuru Mungu sana hata katika wakati na kipindi hiki kigumu ambacho tunapitia kikosi kazi cha Injili kwa sababu ya kupotelewa na ndugu yetu, dada yetu Sifa Bujune. Lakini niseme kwamba maumivu yaliyoko ni makali, ni kweli yako ni makali sana, lakini hataweza kubadilisha mtazamo wa sisi kutenda mema na tukatende mabaya. Tuache mema tukatende mabaya ni kitu ambacho hakiwezekani. Kuna kitu ambacho nimekuwa nikikutana nacho sana mtandaoni kwenye comment za kwamba wanasema kwamba Mbarikiwa anapambana au anapinga serikali, anapambana na serikali. Kitu hicho hajawahi kutokea Mbarikiwa kupambana na serikali. Mbarikiwa anatimiza kusudi lake kwa Mungu kwamba kapinge ubaya, kapinge maovu, kapinge mabaya yote yanayofanyika kwa watu, kakataze ubaya, kakataze watu kutenda ubaya, kwa sababu kuna mbadala wa kutenda mabaya, kuna mbadala wa kutenda mabaya ukatenda mema. Kuna njia nyingine uko mbadala wa kutokutenda mabaya ni mema. Unaweza kutenda mema na ukawa mtu kiumbe ambaye unafurahiwa na kila mtu. Mbarikiwa hajawahi kupambana au kupingana na serikali. Mbarikiwa anachopingana nacho ni ubaya, uovu ambao unakataliwa na kila mtu. Hakuna mtu ambaye anataka atendewe ubaya. Usilopenda kutendewa usimtendee mtu mwingine. Isaya 58 anasema kwamba sana, Isaya 58:1 ambayo ndo andiko ambalo amekuwa akisimama nalo sana baba yangu Mbarikiwa. Isaya 58:1 anasema kwamba pia kelele usiache, uwaambie watu wangu makosa yao na nyumba ya Yakobo dhambi yake. Hilo ndilo andiko ambalo alilopewa agizo na Mungu mwenyewe, na aje kupandikiza mema, aje kufundisha watu kutenda mema, kwa sababu kizazi hiki kimeharibika sana kutokana na matendo au kutokana na kukosa watu ambao wanaongoza watu kutenda mema. Mbarikiwa hajawahi kupingana wala kupambana na serikali. Mbarikiwa anachokipinga ni mabaya ambayo kila mtu anafurahia kuona mtu anatenda mema. Kuna mtu ambaye anafurahia kwamba awe atendewe baya. Usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Amen.